And there is no amount of explanation that can tell us that no. Place imefikia watumishi wa Mungu wameanza kurestrict William Ruto asijaribu kuingia any church because maovu ambayo yanaendelea hapa nchini Kenya yamekuwa too much. Unaona guys, yamekuwa too much. Ni mara ngapi William Ruto amekuwa akionywa na hao watumishi wa Mungu kwamba nenda hivi, enda hivi. You know guys, the problem ni kwamba William Ruto alifikiria kwamba venye aliwin support ya makanisa 2022 kabla ya election, anafikiria kwamba pia ataendelea kuwin. So makanisa wameanza kureflect. Makanisa wameanza kufanya nini? Kupiga darubini. Wameona Wakenya, even saizi tukiunga William Samoei Arap Ruto, then Wakenya pia watakuwa na occupy some churches. Ili kufanya nini? Watakuwa na protest na tutakuwa tunaendelea na program zetu. So the best thing is just kuenda jinsi ambavyo Wakenya wanataka tuende. Unaona watu wangu, kama ni kurestrict huyu jamaa President William Ruto asiingie any church, ndio akuje kutambua kwamba even makanisa wamekataa. So imefika time to restrict. Unaona watu wangu, because William Ruto amekuwa akiambiwa severally. Unaona watu wangu, na hizi makanisa pia zimejamu, wamechoka kuzungumza. Unaona watu wangu, kabla tuendelee guys, and show my like, na nasema thanks so much kwa hiyo like yako. Kwa hivyo guys, nataka usikize watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu wamechoka kuzungumza kuhusu William Ruto. Kila siku William Ruto. Na yeye ndio kiongozi wa nchi. Hata mmefanya vizuri sana kuleta hii agenda sasa hivi hapa Mangina Street, Nairobi, Kenya, ambapo iko City Hall. Mimi kama Stanley mmefanya vizuri kuleta hii agenda, manake tunashangaa mno. Kwa sababu rais hatuoni kazi yenye amefanya. Nimekuwa nikitamani sana kuja kwa media kuuliza rais, je, Wakenya wenye ile matendo ulisema utafanya, mambo ya masomo, mambo ya elimu, mambo ya uajiri wa vijana kupata ajira, mambo ya kutengeneza viwanda ili vijana wapate kazi wale wanamaliza shule, mambo ya kuweka pesa mfukoni kwa vijana, mambo ya kuangalia makanisa kwa sababu tulikuona ukiwa unakaa unapenda kanisa, mambo ya kutafuta mapenzi ya Mungu ifanyike Kenya hii, mambo ya kudimiza haki za Mungu na ajenda za Mungu katika parliament ili Mungu aheshimu Kenya hii. Tukawa tunapenda wewe kwa sababu ya mdomo yenye ulikuwa unapatia wa Kenya promises zako. Lakini ya kushangaza mno, Mr. President na wenzako ambao wamejaa parliament, wenye wanapitisha kufanya maisha ikuwe mangumu kwa watu kama ng'ambo, na angali hii ni third sijui inaitwa third world country, third world, ambapo sasa Wakenya wamebebeshwa mizigo kama punda yenye imeshindwa hata kubeba hiyo mizigo mpaka imeweka chini. Number 1, tangu upate kiti hajawahi ona performance yoyote ya kuhusu binadamu wadogo kulingana na promises zako. Ajabu ni ya kwamba imekuja opposite, ya kwamba ni ya kuwadhulumu, na kuwaongezea bei ya vitu kama maisha ya ng'ambo, first world. Which umesahau. Je, unadhani hiyo ndio imepelekea hata wananchi kuweza kukosa kukuja katika kanisa lako na ikapelekea mpaka wewe kanisa kufungwa? Sasa hiyo ndio imechangia mpaka watu kukosa fedha, si kupenda kwao, na kusababisha kanisa ifungwe kule Kitengela pahali nilikuwa nimefungua, na ikafanyika kufungwa kwa sababu watu wameshindwa hata kujigharimu. Ndio wanapenda Mungu, lakini unbearable life imesababisha hao mpaka kanisa kufungwa. Ni kitu gani utamwambia rais akiwa sasa? Namuelezea hivi katika tafadhali. Number 1, tafadhali, sisi wa Kenya hatujafika first class ya kuwekewa mizigo ya gharama yenye hatujui pesa inaenda wapi. Kitu ile mimi tunataka tumuulize rais ni ya kwamba tangu aingie kwa kitu tumeona akiweka zaidi tumaini ya pesa kupatikana sana kwa serikali, kwa upande ya serikali na si kwa wananchi. Number 2, tumeona rais akipenda sana kutembea nchi za ng'ambo akipewa pesa. Hizi pesa tunaomba tuelezewe. Hatuna mtu wa kutetea wananchi, zinaenda wapi? Kama pesa zetu zinapelekwa ng'ambo wakati madeni sisi tunawekewa tulipe, tujue. Number 2, tujue
pesa zote zenye anapata tax zinafanya kazi gani? Zinafanya kazi gani? Alafu pia ile swala la bajeti, vile wamesema wataongeza bei ya bidhaa kama mkate, magurudumu, kama mafuta. Pia kumekuwa na ile pendekezo kutoka kwa waziri wa uchukuzi na barabara, amesema pia mafuta iweze kuongezewa shilingi 7, na pia vitu ambavyo viko inaitwa eco tax, vitu ambavyo vinafanywa packaging ya vitu kama plastic bags ama plastic containers zitapelekwa juu. Wao unasema vipi? Mimi nasema hivi, Wakenya tusikue wajinga. Tangu hii serikali ya Ruto Kenya Kwanza ichukue kiti, swali ambayo inatakana iulizwe ni hata katika bunge. Kwa hiyo wote ma MP wenye wamechaguliwa wasaidie watu. Swali wanatakana waulizwe, je, pesa yote yenye watu wanapata wanatolewa kama ushuru, hata kama ni 100%, inafanya kazi gani? Je, kuna hospitali imetengenezwa? Je, kuna njia? Hapana, mdomo tuonyeshwe ni kitu gani pesa inafanya. Kitu gani inafanya? Na kama hakuna taksi irudishwe kama siku za kina Uhuru. Uhuru alikuwa anapewa taksi, inafanya kazi. Tukiona mahighway zimetengenezwa, njia zimetengenezwa, hospitali zimetengenezwa, shule zimetengenezwa, stima imewekwa. Huyu tunataka atuambie pesa inaenda wapi. Na kama pesa inaenda ng'ambo, hata wazungu wakatazwe wasimpe pesa. Hakuna haja mtu achukuenge pesa kwa watu akijitajirisha yeye mwenyewe, akifaidika yeye mwenyewe, akisema yeye ni mtu wa kanisa. Sisi hatutaki kujua kama yeye ni mtu wa kanisa, tunataka kujua pesa yetu inaenda wapi, inaenda pande gani. Namba 2, asipoeleza pali pesa inaenda, mambo ya ushuru ikatazwe watu Kenya na ikuwe serious. Kusikue na mzaa, manake maisha ya watu ni very important mbele ya Mungu. Kuwa maskini ukijitajirisha sio mzuri. Sio kitu mzuri. Kwa sababu ya muda basi ningependa kwa sababu wewe ni mchungaji, ningependa pia uweze kuombea serikali ama uweze kumuombea na kuombea Kenya mzima kwa muda kidogo, ili pia maombi watu waweze kusikia. Psalms 52 inasema from verses 1 to 7, usitukuze watu waovu. Wale watu wanatakana kuombewa ni wale watu wanamheshimu Mungu, wako tayari kutubu na kusema maovu yao ili Mungu atembee Kenya hii, ili Mungu aokoe Kenya hii. Lakini watu waovu, Isaiah 47:8-11 inasemekana Mungu auwe. Na Mungu anasema hata kiinua mtu muovu, anatafuta kujitukuza na yeye baada ya kumuua. Kwa hivyo hakuna mambo ya kuheshimu mtu muovu. Mtu mzuri ni ule uambia watu ukweli, Romans chapter 12 verses 1 kuendelea, akitimiza yale ameambia watu. Amen. Si kusema uongo. Amen. Umenielewa ndugu? Nakuelewa. Ungefanya maombi kidogo basi. Wacha tuombe. Baba Mungu, tunaomba Kenya hii. Tafadhali Baba, kama kuna pahali wa Kenya walikukosea, ili Mungu ukakasirika, ukasababisha Wakenya wapate shida hii, mizigo hii wanabebeshwa, Mungu naomba kubali uongee na hao viongozi, wakubali kuita toba Kenya hii, ili utembee katika watu wako, ujitukuze Kenya hii kwa sababu ya jina lako kuu. Bwana, usikubali shetani atawale mbele yako Kenya hii. Ulichagua Kenya hii ili ikuwe heshima mbele ya dunia zote, ilete injili dunia mzima, watu wakujue kupitia Kenya. Mungu, sababisha watu wakujue. Wale ambaye hawakutaki Mungu, wacha uovu wao ikawamalize, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. We are experiencing, there is a lot of anxiety, and most people are losing trust in the government. Consequently, we raise these important observations and concerns that should be addressed. The first, political wrangles. The political wrangles in the government have generated unwanted tensions and deepened divisions among our people. Further, it has created an environment of mistrust among the citizens and within the government itself. Number 2, corruption and politics of self-interest. The elected leaders have been mandated to fulfill roles conferred to them by the Constitution. They are among the highest paid legislators in the world. We are troubled by their heightened insensitivity and irresponsibility in carrying out their tasks, allowing themselves to be captured and compromised in corrupt deals. Corruption may not always involve
financial benefits, but the unjust use of position and authority or abuse of office. The massive greed we are witnessing is shocking and heartbreaking. The violation of human rights and freedom of speech. We are appalled by the blatant recurring incidents of reported abductions, disappearances, torture, and killings of Kenyans. We also decry the increasing murder of women. This has caused great consternation, anger, and disgust. Many families are still grappling with the loss of their children who are brutally killed, injured, or went missing following what is referred to as the Gen Z demonstrations in June 2024. Many of these victims had raised concerns about rampant corruption within and outside the government. Who is abducting these people? And is the government unable to stop these abductions and killings?